Hello, my name is Oldie255 na hapa leo tuko kwenye podcast ya Chungu na tuko na mgeni wetu kutoka atajielezea mwenyewe. Madam, karibu sana. Asante, habari yako? Salama. Hii ni Chungu podcast. Karibu, jisikie kama uko nyumbani. Tutapiga nawe story tofauti kuhusiana na disappointment zote ambazo zimekulet down. Chungu, yani unajua chungu yani lazima utuambie machungu yako hapa, ikiwezekana mpaka tulie. So tutapiga story kuhusiana na vitu vitatu: mahusiano, maisha, hustling na vitu vingine. So karibu sana, unaweza kutuambia wewe ni nani na hivyo yani. Kwa majina mimi naitwa Madam Paulina. Mimi ni mtu wa Mbeya huko Kiela ndio. Kazi yangu mambo ya kazi. Sanaa, uigizaji. Kwa mimi muigizaji. Sawa. Chipukizi Yes. Nadhani wengi mmeniona sasa hivi. Yes, unaweza kutuambia pia kazi gani ambazo umewahi kuigiza hapa Tanzania? Maana kuna kazi nyingi, kuna matamthilia kibao ambayo tunayajua sasa hivi yana trend. Wewe tunaweza kukuona au kuna watu wameshakuona kwenye movie gani na movie gani? Okay. Una Penzi la Mlevi. Kwenye Penzi la Mlevi unaenda kama nani? Sasa hapo. Kwenye Penzi la Mlevi nipo kama yani tuseme tunang'ang'ania bwana. Tunang'ang'ania bwana. Hivi yule msela mlimpendea nini? Kikofia. Kikofia branch sifuria. Tutapita naye hapa next time naye share story mob na sisi. Tamthilia nyingine ndio hiyo Dunia. Yeah. Dunia. Kwa dada fulani hivi wa kijijini mnabakwa tu. Ni mwanzo wa mibako. Wewe unabakwa lini? Hivi yule jamaa anaitwa nani yule? Nani? Mzee wa mibako? Kavumba. Hivi jamaa amepatwa na nini mpaka huwa anabaka watu? Anataka utamu ule. Anataka uloda. Okay bana. So tuko na Paulina na ameshare na sisi kwamba yuko kwenye tamthilia mbili kwa sasa kwa sababu yeye ni chipukizi. Yuko kwenye Penzi la Mlevi na yuko kwenye Dunia. Dunia wengi mnaifahamu, so mtaenda kumuona kule. Ukiingia kwenye YouTube unaweza kuipata. Okay, tuambie Paulina sasa, chungu yako, tuanze kwenye mapenzi kwa ujumla. Chungu yako ni nini wewe? Mimi kitu kichungu mimi ni kitu kimoja tu, kipindi hicho mpenzi wangu akaniumizaga. Nikatamani kufa, nilifanya vitu hapo. Umeumizwa mpaka ukatamani kufa? Yeah. Hiyo imekuaje kitaalamu? Nikaambiwa tu nimeachwa. Mimi nilikuwa sihitaji, afu nilikuwa sipo tayari. Nilikuwa sijawekwa kiutayari wa kuambiwa ninaachwa. Kwa nilikuwa kama ghafla. Kwa ghafla. Itakuwa ulizingua, mtu anakuachaje from nowhere? Yaani mtu anakuachaje ghafla? Sasa katika mapenzi sikuna kuzinguana jamani. Wewe ndio ulizingua? Ulimchiti? No. Ainguta nimesimama na mtu. Afu nikakangu tulikuwa tunasalimiana. Mimi ningekupiga. Unajua kupigwa. Nilipigwa ndio. Na yeye alikupiga pia? Yeah. Afu hiyo nzuri. Na bado akakuacha. Yeah, nilipigwa. Yeye alizidisha sasa, mimi ningekusema. Kanipiga kaniambia tuachane. Hapo ndio ikawa mbaya. Ndio nikaumia kweli kutoka kipindi hicho hadi leo. Yaani sasa hivi una mpenzi bado? No, I'm single. Kweli? You ready to mingle? Hivi wewe kwako mahusiano yako hela ina nafasi gani? Kwenye mahusiano? No, mimi hapa kwa mimi hela siweki kipaumbele sana. Mimi kikubwa upendo. Yaani kikubwa nimempenda na upendo hauleti range dada. Range inakuja baadaye baada ya upendo lakini. Range moja inaweza kanunua. Kwa hizi tamthilia mbili. Hapana jamani, kwani mimi naishi hapo. Afu mwezi mimi yaani na malengo kibao. Vision ni kubwa ya show. Ukiingia kwenye sanaa, wasanii wengi wana vision kubwa. So, usichana wako kuwa wa kike kumechangia asilimia ngapi leo kuwepo hapo ulipo? Yaani kwamba wewe ungekuwa kama mimi, labda usingekuwa hapo ulipo. I mean ungekuwa wa kiume. So, usichana wako umechangia asilimia ngapi kwa hapo ulipo? Kwa hapa tuseme kama yaani kama
95 mkubwa yani. Kwa hiyo ungekuwa wa kiume saizi tusingekuwa na dunia. Nilikuwa nipo shambani na lima. So unamwambiaje kijana ambaye ana miaka 20, 23 anaamini sana pia anataka kujitafuta? Unamshauri nini? Apambane. Kupambana ndo anapambana, yani unajua zile ma TikTok, Instagram, wapi shorts nyingi lakini atembei. Asikate tamaa. Nitafute mimi jamani. Akutafute. Yeah, nitafute. Pia tutashare Instagram yako hapo ukiwa tayari ili watu waweze kukutafuta waone wanapataje hizo connection. Takuwa mtu wa connection. Kwa hiyo chungu yako kwenye mahusiano wewe ni kwamba uliwahi kutaka kujiua kwa sababu ya kuachwa. Ndio. Sasa hizi tungekuwa tumekosa msanii. Nisingefika hapa, msingenijua. Nisingekujua kabisa. So, ukiachana na mahusiano sasa tuende kwenye mambo ya mitikasi na michongo. Yes, kwa sababu mpaka kufika dunia sio kwamba wewe uliamka asubuhi tu ukaona shoot dunia. Kuna stories zile za labda ulitoka kijiji fulani ikawaje, to trace kwamba umetokea wapi, Mbeya sehemu gani na ikawaje ukaja Dar mpaka leo uko dunia. Okay. Jamani, nadhani wengi mliona yani kuna kipindi unajua msanii akiwa yani akijiposti kwa mfano kama yani kuna kishughuli au kuna kinini wanaandika namba pale chini. Ndio. Sasa mimi hiyo namba nimeitwa kwa Cindy. Alikuwa na birthday yake, mimi nipo Kiela. Okay. Alikuwa na birthday yake. Hiyo namba iliandikwa pale chini afa kuandika yeye. Aliandika majina mengi kama mnamjua kwenye dunia. Mimi nikaitwa ile namba. Kuchati mimi sijui nani hapo. Kumbe Cindy. Baada hapo nikaulizia kuhusu maswala yake yanilia ya party hayo. Tukaongea pale basi. Baada hapo ndo Cindy akatengeneza group, nikawekwa kwenye ile group la Cindy. Kwenye ile group kuna kaka mmoja akachukua namba yangu. Wazee wa kuja inbox sasa. Sasa hapo huyo kaka anachukua namba yangu, mimi hapo nimeshapata nilipombea. Tukawa tunachati. Huku mimi nilikuja kama kumsalimia dadangu dadangu yupo hapo Gongo. Kwa maana ulitoka Mbeya sasa ukaja Gomsi kumsalimia dada. Yeah. Kutoka Ukonga huko Banana Mombasa. Kwa baada hapo kaka kanitafuta, vipi dada safi uko hapo unapenda anaendelea kuigiza ngambia ya upo serious ndio. Basi mimi nakuunganisha na mtu fulani akaanza kwanza kwa Kavumba. Mimi ngajua utani. Basi baada ya hapo nikamtafuta kweli Kavumba. Masiara nikaenda kuonana naye kweli huyo hapa. Mbakaji yule. Basi baada ya hapo kaka nikaendelea kuwasiliana naye akaniambia kama usipoelewa basi kuna sehemu nyingine nyingi, kuna Kombolela, kuna Chumvi Nyingi, kuna yani movie kibao. Okay. Basi ndo nikaja na hapa. Nikaja na kwenye Penzi la Mlele. So mpaka hapo nikaja kote kwa nafanya huku nafanya kule ili maisha yaende. Yako baada ya niko connection kubwa tufanye ni Cindy ndo kafanya ni link wewe kuingia kwenye. Okay. Yeah. Hongera sana big time kwa sababu hizo ni platform ambazo kila kijana huwa anatamani kuwepo kwenye hizo tamthilia na tamthilia pendwa saizi YouTube ukienda kwenye sehemu ya copy movie na trend sana, mnafanya kazi poa sana. So sasa utupe chungu yako sasa kwenye kazi. Wewe umekutana na kitu gani ukasema mimi kuigiza sitaki kabisa kusikia? Hapana. Kwa sasa mimi si unajua chipukizi kwa bado sijapitia ile magumu. Unajua niliwahi kusikia story ya msanii mmoja hivi, ni msanii wa muziki underground. Alisemaga ukiwa ujitambui msanii wa kuimba utalala na maproducer kibao, yani producer huyu. Nyinyi makameramani wale vipi wale? Jamani, mimi ni mwanamke. Na wenyewe ni wanaume. Yeah, afu tuna custom moja. Kwa hiyo kukutongoza ni kawaida. Labda ni wewe sasa hapo je, hapo ulipoenda umeenda kufanya kazi au umeenda kutafuta mapenzi? Sasa hapo akili kumkichwa. Mapenzi yanatafutwa kumbe. Mapenzi yanatafutwa. Sasa umeenda sehemu, unajua kabisa umeenda kufanya kazi. Afu kwa mfano mtu nani?
Haya, umemkubali. Baada ya hapo mnashuti kute. Unajua kwenye kushuti kuna mambo mengi. Kuna zile kute mnashuti zile za mahaba, sio mara mmekasirikiana nini sio. Inapata soma hivi kwenye hizo za mahaba. Kwa mfano boyfriend wako ndo amepewa hiyo scene sasa ya mahaba, yuko na mdada kitandani mwingine kama mtu. Sasa si mwenyewe anakuepo. Kumbe pale mnavyoigiza mtu anakuepo. Tuache ili waje. Unakuepo unakuepo kumbe. Yeah. Hivi wewe haujawahi kupata hiyo scene ya bado. Mimi napewa ya ndindo. Kubakwa. Kupigana mimi kama mwanamke mwenzio mlete hapa. Okay, kwa hiyo wewe chungu ya mitikasi kuna ila chungu ya mapenzi ndio unataka kujiua. Sawa. So sasa tunaenda kwenye challenge fupi tu, tunafanya challenge hapa. Nitakuuliza vitu viwili, nitakutajia vitu viwili. Hiki na hiki. Wewe utachagua kipi? Hamna maelezo. Utachagua tu. Nitakutajia vitu vitano. Tunaanza. Uko tayari? Cha kwanza. Mwanaume tajiri na mwanaume maskini. Hebu mfano wewe kama mwanamke mwenzangu, wewe hapo ungechagua nini? Chagua sasa wewe. Kwa hapo tufanye tajiri. Tajiri. Hiyo tumefanya. Ila hujachagua kutoka moyoni. Tajiri. Okay. Pombe na maji. Pombe ina umuhimu wake. Maji yana umuhimu wake. Ndio una vitu viwili hivyo. Kwa mimi hapa jamani, mimi pombe na kunywa. Yaani utachagua nini hapo? Tufanye maji. Utachagua maji tumefanya lakini. Yeah. Okay. Club na mazoezi. Yaani kwenda club au kwenda gym? Jamani, kama vyote vipo sawa. Chagua kimoja. Okay. Gym. Yeah. Mapenzi ya chumbani, mapenzi ya sebuleni. Yaani kufanya chumbani au sebuleni. Yanaonoga. Wewe unachagua wapi? Jamani. Chumbani. Sio kwamba umepazoea sana chumbani. Sebuleni kuna sofa fulani zinakuwa zimejikunja. Okay, kwa hiyo hayo ni manne. Haya, la mwisho. Penzi la mlevi na dunia. Jamani, hizo ni kazi zangu zote mbili. So siwezi kuchagua hapo. Mimi yote zote nazipenda. Kwa zote unazipenda? Yeah, zote nazipenda. Bana, mimi nimefurahi sana kuwa na kujumuika na wewe jioni kuja kwenye Chungu Podcast. Tumepiga story tofauti. So unaweza kushare na sisi mawasiliano au utuambie kitu chochote ambacho sisi hatukifahamu na uoga unatamani kweli mashabiki zako wakifahamu. Mfano chochote. Kwa mfano mimi kitu ambacho hawakifahamu na natamani kweli wakifahamu. Niko single. Jamani, mimi hapa kitu ambacho nataka mkifahamu. Jamani, mapenzi yanauma. Mapenzi yanauma sana. Wewe unahisi hawafahamu? Hata kama kaa yangu elizidi ya kujiua. Nilifikia mbali. Basi poa, unaweza kushare mawasiliano yako labda Instagram page kama una TikTok au mawasiliano yoyote ambapo mashabiki zako wanaweza kukupata. Labda watajia kwako afu utaniambia. Yeah. Bana, fresh. Unaweza kupata hii session yote na episode nyingine ambazo zitaendelea na watu wengine kupitia YouTube channel inaitwa Moviescope, lakini pia unaweza kunifuata Instagram kama AllTheShortIt. Unaunganisha yote AllTheShortIt. Moja kwa moja unanipata pale. Una DM, tunapiga story mob, lakini pia unaweza kurequest nani afuatie kwenye hii session yetu.
Bana chao. Tafuta basi. Si uko single mzee? Yeah. Natafuta sana hela. Najua wasanii nyinyi na hela ni vitu viwili. Yaani vipo hivi.